Kupanda mlima Kilimanjaro ni ishara ya uthubutu, uvumilivu, matumaini na ushindi dhidi ya vikwazo mbalimbali vinavyoweza kujitokeza katika maisha yenu. Sasa katika wiki hii mmepanga mambo mengi. Mmepanga leo kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Nimeambiwa mtakwenda kwenye mbuga za wanyama. Nimeambiwa mkirudi mtafanya kongamano. Na mimi kwenye kongamano mmenialika, nitakuja ili pale tuzungumze. Alafu nisikilize pia na nyie changamoto ambazo mnazipata. Kurugenzi na ndugu wajane na ndugu wapanda mlima, safari mnayoianza leo si tu ya kupanda mlima, bali ni ujumbe mkubwa kwa jamii kwamba mwanamke mjane ana uwezo wa kusimama imara, kushinda changamoto na kuendelea kuwa nguzo muhimu katika familia na taifa kwa ujumla. Tukaona kwamba kwa sababu Juni ni mwezi wa wajane, huwa tunauita mwezi wa wajane sisi kama taasisi ya Tanzania Widows Association. Tukaona huu mwezi wa wajane tuweze kupaza sauti zetu kupitia mlima mrefu barani Afrika, mlima Kilimanjaro. Kampeni yetu ya The Kilimanjaro Widows Summit imebeba ujumbe wa andika wosia, kuepuka migogoro isiyokuwa ya lazima. Kuna migogoro ambayo sio ya lazima kabisa. Kama tu jamii itapata elimu, kama tu jamii itahamasishwa nini kifanyike ili kuepuka migogoro. Tunaona kwamba changamoto kubwa kwa wajane ni kwamba baada ya mwanaume kufariki inaonekana kwamba nyumba ya mjane haina sauti. Kwa hiyo mtu yote anaweza kaingilia ile nyumba akasema chochote, akafanya chochote. Tukasema hapana, hii haiwezekaniki. Basi ibidi wenza wapewe hii elimu. Wosia sio kama ni kwa mwanaume tu. Wosia ni kwa baba na mama. Hata ujumbe wetu unasema wosia ni wa baba na mama. Na wosia ni kujali. Kule Zanzibar tunafuatwa na sheria za dini. Kwa hiyo sheria za dini ndio zinachukua nafasi sana kwenye dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata hizo wasia pia nao ni muhimu, kwa sababu anapoandika mtu kisheria pia mahakama unaweza kuwa ukakubali kutokana na mwenyewe ameandika. Nadhani ni jambo la msingi katika muongozo huu ukaweza kufuatiliwa na kuweza kuwekwa taratibu, kila mmoja akaugusia, na tuombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia nao wasia muongozo huu upelekwe katika mashirika yote nchini Tanzania. Wosia sio uchuro, sio kujichuria kwamba ndio unakufa. Wosia ni tamko lako kwamba unatakaje mali yako igawiwe. Sasa pamoja na kwamba wosia sio uchuro, watu wengi pia wamekuwa wanashindwa kulinda familia zao. Kwa hiyo kama mtu unaipenda familia yako, hii ni kama insurance ya familia yako utakapokuwa hauko duniani. Sasa kama unaipenda familia yako, unapenda watoto wako, unapenda mke wako, ni vizuri sana ukaandika wosia wako. Mtu hata akiwa kwa mfano ana wake wawili alafu akawa mmoja ampendi, anapoacha sasa wosia asimpunje yule mzaliwa wa kwanza kutokana na ya kwamba labda hampendi mama yake, labda anampenda yule mama wa pili, mama mdogo. Biblia kwa hiyo kuna mahali pengi tu, hata kwenye Waebrania 9 mstari wa 16 hadi 18. Moja ya faida ambayo tunaipata katika kongamano hili ni kwamba wajane wanapata muda wa kwenda kufanya mazoezi ili kuendelea kuziweka afya zao zikae salama, lakini pia ni sehemu ya entertainment katika maisha. Baada ya wajane kuondokewa na waume zao au wagane kuondokewa na wake zao, hii inawapa kama ni sehemu ya burudani. Wanakwenda kwa ajili ya kwenda kufurahia vivutio ambavyo viko katika hifadhi zetu za taifa TANAPA, ambapo kwa Kilimanjaro wanakwenda kuona mandhari nzuri ambazo zinapatikana katika mlima Kilimanjaro. Hivyo hii ni fursa adimu sana kwa wajane ambao wako katika kongamano hili.